Mwanaume mmoja alianguka kutoka juu ya jengo kwa bahati mbaya. Wakati mchumba wake alipohisi kwamba yuko hatarini, mara moja aligeuka kuwa maji na kuruka hadi upande wake. Haraka akaunda mpira wa maji miguuni mwake na kuutumia kuwasaidia kutua salama chini. Baada ya kuona nguvu hizo za ajabu, mwanaume akatambua kwamba mchumba wake si mtu wa kawaida, lakini kwa sababu ya hofu kubwa akapoteza fahamu. Alipoamka tena, alidhani yote yaliyotokea ni ndoto tu. Wakati huo mwanamke akaingia chumbani na akamuonyesha umbo lake la joka. Mwanaume akapoteza fahamu tena na mwanamke akamzaba kofi ili amke. Alipojaribu kukimbia, mwanamke akatumia uchawi wake kumfunga kwenye sofa. Kisha akamwambia kwamba yeye ni joka la mafuriko lililofungwa kwa miaka 1000 na kwamba lulu yake ya joka ilikuwa ndani ya mwili wa mwanaume huyo. Hapo ndipo mwanaume akaelewa kwa nini mwanamke huyo alisisitiza sana kuolewa naye. Wiki moja kabla ya hapo, mwanaume alimkuta mwanamke huyo amezimia kando ya bahari. Ili kumwokoa, alimpa pumzi ya mdomo kwa mdomo. Mwanamke alipofumbua macho, alidhani yeye ni mtu mbaya na akajaribu kumshambulia, lakini akagundua hawezi kutumia nguvu zake za uchawi. Alipoona moyo wa mwanaume unatoa mwanga, akagundua kwamba lulu yake ya joka imeingia ndani ya mwili wake. Mara moja akamkimbilia na kumbusu kwa nguvu. Lakini alirudisha nguvu kidogo tu na lulu ya joka ikaendelea kubaki ndani ya mwanaume. Ili kuipata tena, mwanamke alikuwa tayari kumuumiza mwanaume, lakini msaidizi wake akamzuia. Mvulana huyo akamwambia kwamba akilazimisha kuiondoa lulu hiyo, nguvu zake za uchawi zingeharibika vibaya. Kisha akampa pete ya ajabu. Kadiri mwanamke atakavyombusu mwanaume, nguvu atakayopata zitahifadhiwa ndani ya pete hiyo. Mvulana pia akamuonya awe makini, kwa sababu kama mwanaume atambusu mtu mwingine, lulu ya joka inaweza kuhamia kwa mtu huyo. Tangu siku hiyo, mwanamke alianza kumfuata mwanaume kila siku. Wazazi wa mwanaume walidhani yeye ni mpenzi wake. Ili kumsaidia, mvulana akadanganya akisema yeye ni mtoto wa mwanaume na mwanamke huyo. Kwa mshangao mkubwa, wazazi wa mwanaume waliamini kabisa. Mama yake mara moja akamkemea mwanaye kwa kutokuwa na uwajibikaji. Kisha akatangaza kwamba mwanamke huyo atakuwa mchumba wake kuanzia sasa. Mwanaume alikasirika sana, akang'oa nywele mbili za mvulana akisema anataka kufanya kipimo cha DNA. Lakini kabla majibu hayajatoka, wazazi wake walimlazimu mwanamke na mvulana kuhamia nyumbani kwake. Hapo ndipo mwanaume akaanza kuamini kweli kwamba mwanamke ni joka, baada ya kuona nguvu zake kwa macho yake mwenyewe. Mwanamke akamuonya asiseme siri yake kwa mtu yoyote, lakini mwanaume alikasirika kidogo kwa sababu awali alidhani mwanamke anamfuata kwa sababu anampenda. Ili kumfurahisha, mwanamke akaamua kumsaidia kulipisa kisasi. Kumbe mwanaume alikuwa amesukumwa kutoka kwenye jengo kwa adui yake. Wakati huo, adui huyo alikuwa anajiandaa kukimbilia nchi nyingine. Mvulana akatumia uchawi kusimamisha gari la adui huyo. Aliposhuka, mvulana akageuka kuwa kasa mkubwa wa baharini. Adui huyo akaogopa sana hadi akazimia papo hapo. Sekunde iliyofuata, mvulana akamgeuza kuwa mbwa. Mwanaume alishangaa sana kuona nguvu za mvulana huyo. Hakuwahi kufikiria kwamba mtoto huyo pia ana